Na Chadema kutaka kuzuia uchaguzi huu ambao ni takwa la kikatiba, ni kuvunja katiba, si kuvunja katiba? Huwezi ukasema wanavunja katiba kama wana madai ya msingi na madai yenyewe yanatokana na ubovu au upungufu wa katiba yenyewe. Tumezungumzia hapa ibara ya 74. Tumeona mapungufu yaliyopo. Tumezungumzia sheria ya rais wa bunge na madiwani. Tumeona matatizo yaliyopo. Kwa hiyo kitendo cha uchaguzi wenyewe kutokuwa wa haki, maana yake ni kwamba hakuna haki, na kama hakuna haki wanayo haki ya kusema sisi hatushiriki. Issue sio kushiriki, issue kutaka kuzuia uchaguzi kufanyika. Swala la kuzuia ni kwanza kuzuia. Kuzuia sio kosa. Hata tafsiri ya kikamusi tu ya Kiswahili, kuzuia hakuna sehemu ambayo inasema kuzuia ni kosa la jinai. Kuzuia haijawahi kuwa kosa la kwa hiyo hilo sio kosa. Kuzuia uchaguzi sio kosa. Sio kosa kwa sababu tunachoangalia ni njia ipi watafanya kuzuia uchaguzi. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano. Hivi wakiwaambia watu kwamba siku ya kwenda kupiga kura ulale au nenda kaendelee na shughuli zako, kilimo na kadhalika, na watu wasiende kupiga kura, uchaguzi utakuwa umefanyika au utakuwa umezuiliwa? Na kama umezuiliwa, hilo ni kosa. Shukrani sana, shikilia hapo. Manyama, ninachokisema ni kwamba kuja na madai ya kuzuia uchaguzi ni kosa la kisheria kabisa. Una mamlaka ya mtu yoyote kuzuia uchaguzi ambao umeshatangazwa ya kwamba utafanyika, na kimsingi mwenye mamlaka ya kuahirisha uchaguzi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama kuna sababu za kidharura kwenye uchaguzi wa mwaka huu, hakuna sababu za kidharura za kikatiba za kumpelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuahirisha uchaguzi. Anasema kwamba wanaweza wakawashawishi wanachama wao wasishiriki uchaguzi. Kama una uwezo wa kushawishi wanachama wako wasishiriki uchaguzi, usitumie kauli ya kuzuia uchaguzi. Wewe eleza ya kwamba mimi nitawafuata wanachama wangu, nitawaambia wa boycott kwenda kushiriki uchaguzi. Ni haki yao. Na mimi nategemea hilo, ndio nategemea hilo kuliona, kwa sababu mimi nimepima, ndugu Odemba, tangu uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, madai hayo ya Chadema yalikuwepo. Lakini kuambia wananchi wengi walijitokeza sana kwenye zoezi la kuboresha daftari la kupiga kura, mpaka siku zikaongezwa kwenye baadhi ya miji. Sasa kama chama cha Chadema kina madai ya msingi na kinadai kwamba kina wafuasi wengi, tungeona nguvu yao tangu wakati wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Madeleka, kuzuia uchaguzi ni kosa kisheria, si kosa? Kuzuia uchaguzi kwa namna yoyote ile ni kosa la kisheria, kwa sababu uchaguzi unatoa haki kwa watu kwenda kutimiza wajibu wao wa kikatiba na kisheria. Kwa hiyo kuzuia kwa maana ya kuprevent au kublock vyovyote vile, maana yake unataka mtu mwingine asiende kutekeleza haki yake. Kwa hiyo huwezi kujustify, lakini naungana mkono na wakili Manyama kwamba kama Chadema walikuwa wanataka kuwaambia wanachama wao wasiende kupiga kura, basi nadhani hapo tumekosea msamiati. Yani kutokwenda kupiga kura ni jambo moja na kuzuia uchaguzi ni jambo lingine. Shikilia hapo. Madu, kuzuia uchaguzi ni kosa kisheria, si kosa? Wewe ni mwanasheria. Mimi nafikiri nazungumza kama wakili. Nimeisoma sheria yote ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani. Sheria namba 1 ya mwaka 2024. Ukisoma sura ya 7 ya sheria ile inaanzisha makosa mbalimbali ya uchaguzi. Kuzuia uchaguzi ni kosa, si kosa? Hilo kosa halipo kwa mujibu. Nazungumza kama wakili, sio kama mwanasiasa Odemba. Kosa la kuzuia uchaguzi halipo popote kwenye sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na kauni ya adhabu, hakuna kosa linaitwa kuzuia uchaguzi. Hata kama ukimkabata huyo mtu Odemba ukampeleka mahakamani ukamchaji na kosa linaitwa kuzuia uchaguzi, itakuwa ni kichekesho. Hakuna kosa la uchaguzi kisheria naomba kurudia, mimi sio mwanasiasa, nazungumza kama wakili mtaalamu. Hakuna kosa lolote kwenye sura 7 ya sheria ya uchaguzi linaloitwa kuzuia uchaguzi. Shikilia hapo. Sweetbet, Matata pamoja na Maduhu wanasema ya kwamba kuzuia uchaguzi sio kosa lolote kisheria, huku Manyama na Madeleka wanasema hilo ni kosa la jinai. Wewe ni wakili, unasemaje? Kuzuia uchaguzi ni kosa, si kosa? Odemba, kuzuia uchaguzi ni kosa la jinai.
ni kosa la jinai, lakini kuto kupiga kura au kuto kushiriki ni haki. Kwa hiyo mtu anaweza asishiriki au asipige kura, si kosa. Lakini kuzuia ni kosa. Mshike katiba lakini pamoja na maneno yangu hayo, Matata amezungumzia kwamba uchaguzi ni mchakato wa kisheria na wa kisiasa. Kama umequalify kwenye matakwa ya kisheria, uchaguzi wetu sisi kisheria na kikatiba, mshindi anapatikana kwa simple majority. Odemba, niseme wazi kuzuia uchaguzi, unajua uchaguzi ni tendo pana. Kwa mfano nitakutolea mfano. Siku ya kupiga kura, watu wanatoka nyumbani wanakwenda kwenye vituo vya kupiga kura. Wewe ukitokea ukazuia yule anayekwenda kutimiza haki yake ya kupiga kura kwa sababu ya ajenda yako, ni kosa la jinai. Unakwenda kwenye kile kituo cha kupiga kura, wako maafisa wa tume, wasimamizi wa vituo. Wewe unakwenda pale unawaletea fujo wasitimize majukumu yao. Si maana yake unakwenda kwa threat wanaokuja kupiga kura wasije, pale kuna fujo. Ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo matendo yako utakayoyafanya yanayoambatana na hiyo kauli mbiu yako kwamba no reform no election au tunazuia uchaguzi. Kwa sababu unaposema tunazuia uchaguzi, maana yake umekaa nyumbani kwako tunazuia uchaguzi. Maana yake kuna matendo ambayo utayafanya yanayoambatana na kutimiza ajenda yako. Hilo ni kosa la kisheria. Pengine tumsikilize Matata kwamba huenda wao wanazuia kwa namna gani. Matata, ninyi mtazuia uchaguzi hiyo kwa namna gani? Asante. Odemba, kwanza usiniulize sisi tutazuiaje. Mimi ni wakili na niko hapa kama wakili. Unahisi kwamba umesema kwamba si kosa lolote kuzuia uchaguzi. Unahisi hawa ambao wanafikiria kufanya hivyo watafanya kwa namna gani ambao isilete kosa lolote? Kwanza hatupaswi kufikiria. Sisi tungesubiri wao watafanya nini. Halafu ndio tuone kama kuna kosa. Manyama anazungumzia masuala ya mtu kwenda kufanya fujo kwenye kituo. Nani amemwambia na ana ushahidi upi kwamba watu wataenda kufanya fujo kwenye kituo? Ana ushahidi upi? Hakuna. Ndugu Odemba, unajua tusizunguke mbuyu. Na nilikuwa sitaki sana kuingia kwa yanayoendelea mahakamani juu ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ninataka tu nigusie jambo moja. Anasema alikuwa ajui na hakuna namna Chadema wamesema watazuiaje. Kinachoendelea tunakiona, kauli zinazotolewa na viongozi wao, mpaka mengine hatua ambazo zimechukuliwa kwa mambo hataki kuiongelea yako mahakamani. Unaposema utakiwasha, utakiamsha, utafanya nini? Unakwenda kiwasha namna gani? Na mengine kauli nyingi ambazo zimetolewa za namna hiyo. Unapokwenda kuzuia watendaji wa tume huru ya uchaguzi kutotimiza majukumu yao, ni kosa kwa mujibu wa sheria. Na wewe tutakiwasha unaitafsiri vipi? Na unaposema umesema kwamba wanasema tutakiwasha, tutakinukisha, wewe unaitafsiri vipi mpaka uone? Ni rahisi sana Odemba. Unaposema tutakiwasha, tutakinukisha, inatafasiri pana sana. Moja, unaweza ukawa umejipanga kwamba siku ya kwenda kupiga kura kwenye vile vituo, sisi tutakwenda kufanya fujo. Lakini walitamka fujo. Unaposema utakiwasha, unawasha nini? Maana ya kuwasha maana yake ni moto. Unatumia lugha figurative language ambayo inatafasiri pana. Unasema tunakwenda tutakiwasha. Unawasha nini? Maana yake wewe unakwenda kusababisha fujo, nako ni kukiwasha. Unakwenda kuchoma vituo au matenti atakayotumika siku ya kupiga kura, ni kukiwasha. Odemba, nafikiri hiki kipindi kinafuatiwa na Tanzania dunia nzima. Na nafikiri swala la kwamba kuzuia uchaguzi ni kosa au sio kosa la jinai ni muhimu likiweka sawa. Niko na sheria hapa ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 mwaka 2024 sura ya 7 inazungumzia makosa ya uchaguzi. Na ukija kwenye sura ya 2 sehemu ya 2 ya sura hiyo ya 7 inazungumzia makosa mengineyo ya kiuchaguzi. Mimi nimeisoma sheria yote hii sura. Sijaona mahala popote inazungumza kuzuia uchaguzi ni kosa la jinai. Unless twende kwa wakili mwandamizi Manyama alishe maneno. Sababu wakati wakili Manyama hapa ni kwamba anaweka maneno. Watu wamesema watakinukisha, watakiwasha, watachoma moto. Mimi sijaona popote amesema watawasha moto. Lakini kurudia tena, mimi nazungumza kama wakili. Mimi sio mwanasiasa Odemba. Na ufungamani na chama chochote kisiasa. Mimi sita chama. Mimi ni wakili professional. Nazungumza kama wakili kwa mujibu wa sheria hii. Ikisoka pamoja na sheria nyingine za nchi ikiwemo kanuni ya adhabu. Hakuna kosa linaitwa kosa la kuzuia uchaguzi. Lakini sasa kama mtu atafanya jambo lingine ambalo sasa ametafsiri wakili mwandamizi Manyama, haiwezi kuwa kuzuia uchaguzi kwa maana kosa. Itaenda kuwa defined kama kosa nyingine. Kwa hiyo hii tuweke sawa kwamba kwa mujibu wa sheria za uchaguzi
na kauni ya adhabu, hakuna kosa la jinai. Ndio maana nimesema nitashangaa mimi binafsi kama wakili itakuwa ni kichekesho kama nitakuta mtu ameshtakiwa mahakamani kwa kosa la kuzuia uchaguzi. Yaani hati mashtaka imeandikwa kosa ni kuzuia uchaguzi. Itakuwa ni kichekesho. Na mambo nakubaliana nayo na alivyosema wakili Matata. Kuna kanuni ya kisheria ya Kilatini inasema actus non facit reum nisi mensi sit rea. Yaani kitendo hakiwezi kuwa kosa isipokuwa tu pale sheria itakapokuwa imesema kwamba kitendo hicho ni kosa. Sasa tunakubaliana kimsingi kwamba kusema tu nitazuia uchaguzi, kusema tu peke yake, yani kabaki tu hivyo kusema, hilo sio kosa kwa mujibu wa sheria. Lakini sheria inayotengeneza makosa ya jinai sio penal code peke yake. Lakini pia sheria inayotengeneza makosa ya jinai sio tu sheria ya rais, wa bunge na madiwani. Ziko sheria nyingi sana zimetengeneza makosa ya jinai ambayo hayo makosa hayapo kwenye penal code. Sasa wakili Maduhu amefanya rejea kwenye sheria hii kuhusu makosa ya kiuchaguzi. Muktadha wa tafsiri ya makosa haya ni sio jinai, yani ni makosa yanayoweza kufanya uchaguzi usiwe halali. Yani kwa mfano labda kituo fulani wagombea wake labda hawakupewa, labda kama kanuni zinavyosema hawakupewa fomu, au kuna kitu fulani ambacho kimetajwa kwenye sheria kikakiukwa ambacho kilimnyima haki yule mgombea. Hilo ni kosa la kiuchaguzi. Lakini unapozungumzia jinai sasa kwa maana ya kuzuia uchaguzi, ili uuzuie kuna lazima kitendo fulani cha kijinai ambacho kimetafsiriwa kwenye sheria inayotaja kosa hilo. Kwa mfano malizia sekunde moja tu kwamba ukienda kwa makusudi ukachoma kituo cha kupigia kura, ukakichoma moto, obviously uchaguzi hauwezi kufanyika. Na utashtakiwa kwa kuchoma moto kituo ambacho matokeo yake ni kuzuia nini? Uchaguzi usifanyike. Kwa utashtakiwa mahakamani kwa kuchoma kituo. Matata, kwa dakika moja. Mimi nitaka kulijoin kwa Manyama. Manyama ametoa maneno hapa ambayo yeye kaamua kuyatafsiri. Kwanza, kisheria hatutakiwi kutumia figurative language. Kwenye sheria ni facts. Yaani ni hoja ya wazi. Hakuna kusema hapa alikuwa anataka kumaanisha hivi. Kwenye sheria hiyo haipo. Hiyo moja. Cha pili, sisi tumekuwa tunasikia mtaani wasanii wanaenda nakwambia naenda Mtwara nitakiwasha, nitakinukisha. Kwa hiyo wale huwa wanafanya makosa ya kijinai. Ndicho anachotaka kutuaminisha Manyama. Mimi nafikiri sisi hapa ni mawakili na jamii inatuangalia, tunapaswa kuongea kwa haki kama ambavyo wengine wanasema. Asante sana Manyama. Chief Odemba, nadhani nitalijoin tena. Msanii anaposema anakwenda kukiwasha, tunaangalia context ya anayezungumza. Unajua kuna vitu vingine na hii nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na tuna vyombo vya ulinzi na usalama. Tusitaki kuzunguka mbuyu sana. Tunaangalia context ya yule anayezungumza. Neno kukiwasha katika context husika ikoje. Na ndio maana hata mahakamani tunapokuwa tunatafasiri sheria, tuna literal meaning, lakini wakati mwingine tunaangalia mpaka hata na intention ya wale wanaotunga zile sheria. Hatujikonfine kwa kilichoandikwa tu. Watu wanafanya mpaka reference kwenye answer kule kwamba wakati sheria inatungwa walikuwa wanamaanisha nini. Kwa hiyo mimi nadhani tunapotafasiri mambo watu wote si wapumbavu kwamba unaweza kwa confine kwenye kikapu fulani. Watu wanaelewa kulingana na context. Nakushukuru sana. Nkuba, kabla sijakuuliza swali, una lolote la kujoin kwa wazungumzaji waliopita ama tuende mbele? Nashukuru. Kwanza kaka Madeleka amezungumza kwenye context hiyo ya alichokuwa anakisema Matata na kaka Maduhu kwamba kuzuia kwa maana ya kuzungumza inawezekana lisiwe kosa. Lakini kwenye kwenda kufanya kitendo lazima kitafall kwenye kosa lolote la jinai. Lakini kusema tu hatutapiga kura au hatutashiriki na usiposhiriki wala sio kosa. Umetumia haki yako ya msingi ya kutoshiriki.